Hivi ushaye kumrudia ex wako? Hebu ngoja kwanza bwana asifiwe. Haleluya. Okay, back in the story. Story inaanza kumuonyesha huyu sister mmoja, jina lake ni Kim. Sasa bwana alikuwa ni mkali sana wa kupanga harusi. Yaani sio tu kupanga kawaida, lakini kuhakikisha kila kitu kinakuwa perfect, mapambo, burudani, wageni, kila kitu kiko sawa kabisa. So siku moja mama mmoja akaingia ofisini kwa Kim. Unajua wale wamama wa mjini ambao ukiwaona tu unajua huyu anapenda shughuli, huyu anapenda vitu vikubwa. Mama akamwambia Kim, mimi nataka harusi yangu iwe kubwa sana, yani ile watu hawatakaa sawa. Sijui unanielewa? Akamwambia mama, usiwe na wasiwasi kabisa. Umefanya uamuzi sahihi kuja kwangu. Harusi yako itakuwa kama ndoto zako zilivyo. Hakuna kitu utachojutia. Mama akatulia pale akashusha pumzi kama vile mzigo umetoka. Okay sawa, tuachane na hao. Tuje huku upande wa pili. Mark na Abby walikuwa njiani kurudi nyumbani baada ya kumaliza chuo. Mark alijawa na furaha akasema, nimemmisi sana mama. Lakini Abby alikaa kimya kidogo alafu akamwambia, najua mama yako anipendi. Mark akatulia akamjibu, Abby, mama anavyonipenda mimi lazima na wewe akupende hivyo hivyo. Sisi ni timu moja, kama ubaya ubwela, udugu umara. Hapo Mark alikuwa anajaribu kumtoa Abby kwenye hofu, lakini unajua mawazo ya mama mkwe sio ya kupuuzwa So noma. So kama pamekucha basi pamekuchia hapa. Abby na Mark walipofika nyumbani, Ali ilianza kujionyesha wazi kabisa kuwa mama yake Mark ampendi Abby. Wakati wa chakula cha usiku, Abby akajaribu kuanzisha mazungumzo ya kawaida tu, akamsifia mama mkwe, mama chakula chako ni kitamu, kizuri, aisee kinanibariki, kweli unajua kupika. Mark naye akatia mkono kwa kusema, ni kweli kabisa, mama is very talented. Lakini mama mkwe badala ya kufurahia sifa hizo akamgeukia Mark na kuuliza, unaonaje chakula cha leo? Mark akajibu kwa haraka, ni kitamu sana. Yani jinsi unavyozidi kuona mchezo unavyozidi kuwa mkali hapa ndani. Mark akaleta mada mezani kwa kusema, Abby ni mchumba wangu na tunajiandaa kwa harusi. Abby naye akatia neno akasema, mpangaji wa harusi tunaye na tunatamba naye na tumeshamwalika. Lakini mama mkwe alionekana kutokubali kabisa. Akamwambia Mark, sijapenda pendekezo lako kuhusu mke wako. Yaani ni kama uchizi unanieleza hapa. Oya, kama pameanza kuchangamka hivi, mama mkwe akapandisha mashetani bana. Akaanza kumwambia Abby kwa maneno mazito, wewe sio mwanamke anayefaa kuwa mke wa Mark. Hii ilimkatisha Abby mapema, alikuwa na huzuni nyingi mpaka akashindwa kuvumilia na akaondoka kwa majonzi. Mark akiwa na hasira kama vile amemwona hakimu wa mapenzi akimshtumu, alimjibu mama yake kwa nguvu, unajua mama, Abby ndiye mpenzi wangu. Kama kweli unanisikia, basi lazima umkubali pia. Huu ni uamuzi wangu na siwezi kubadilisha hili. Okay, tule shifti za usiku bana. Kim alikuwa ametembelewa na mpenzi wake anaitwa Tola. Mpenzi wangu kweli mimi nakupenda. So Kim alikuwa na macho ya kimapenzi. Yaani unajua yule mdada fulani hivi mkali ya classic noma. Alivyomwangalia Tola alikuwa na data tu. Aliweka lile tabasamu la kimapenzi na kisha likapigwa busu la tunda la Adam na Eva. Likawaunganisha kati. Hawapo mitaa hii. Okay sawa. Alafu bwana Mark aliingia chumbani kwa Abby na kuonekana kabisa kwamba alikuwa na huruma. Abby alikuwa na huzuni, anasema, nilikwambia mama yako anipendi na sijui ni kwa nini. Nimejishusha sana lakini bado ananikataa. Mark alimshika mkono na kusema, nashangaa tu, ila usijali kuhusu mama yangu. Mimi ndimi nina maamuzi ya kuoa, sio yeye. So kumekucha bana. Leo ofisini Abby alifika kwa Kim na walipojumuika walitabasamu kwa furaha. Abby alionekana wazi kuwa na shauku, akasema, nataka harusi yangu iwe kubwa na ya kipekee. Hii ni mara yangu ya kwanza na ya mwisho. Lazima iwe bora kuliko zote. Kim alicheka kidogo na kusema, wow, uko sehemu sahihi. Usijali kipenzi. Nitahakikisha harusi yako inakuwa nzuri sana na hakuna cha kukuhofia. Leo patamu bana. Katika muda fulani Kim na katibu wake walifika nyumbani kwa kina Mark ili kupanga harusi na sherehe nzima itavyokuwa. Abby aliwakaribisha kwa furaha, akamwambia Kim, Mark alitakiwa kwenda kazini lakini alisema ataonana na wewe siku nyingine. Hivyo nipo mimi tu kwa sasa. Kim alicheka kidogo, akajua hali itakuwa sawa na akaendelea na mpango wa kupanga harusi. Wakati huo mama yake Mark aliingia na kumuona Kim. Aliuliza, "Tuliwahi kuonana mahali?" Kim alikataa kwa kusema, "Hapana." Wakati huo Mark alikuwa njiani kuelekea nyumbani kwa ajili ya kumsurprise Abby. So mama yake Mark aliona ni fursa ya kusema, "Hutaweza kuolewa na mwanangu." Abby alijibu kwa kishindo,
hutaweza kunizuia, tayari nimemuita mpangaji wa harusi. Patamu hapo, ngoma droi. Okay, basi sawa. Ghafla Mark aliingia na kusikia maneno hayo, ndani pakiwa ni vurugu mechi by the way, noma. Abby alijaribu kusema kuwa mama yako ananionea, lakini Mark akili yake hata ilikuwepo hapo, basi alitupa macho kwa Kim moja kwa moja kwa mlembo mkali jamani, akionekana kama alikumbuka jambo fulani hivi heavy. Ikawa noma. Basi mama yake Mark alimkaribisha Kim kwa chakula cha mchana, kwani alionekana kumpenda sana binti huyo, awe mke wa mwanae Unyamwezini, yani tudondoke huko. So okay, sawa. Usiku ule Abby alimwambia Mark, naomba kesho tuongozane twende kwa mpangaji wa harusi. Mark akajibu kwa wasiwasi, kwa nini tusiangalie mpangaji mwingine, tuachane na huyo? Abby alishangaa sana, akamuuliza, tutafute mpangaji mwingine? Why? Kwa nini yani? Uwezi amini, bi mkubwa akaamua achukue jukumu la kumuonyesha watoto wakali wanapopatikana. Akasema, mfano huyu mpangaji wa harusi, mrembo, mstaarabu, anaheshima, huyu ndio mwanamke wa kuoa mwanangu Mark. Mark alicheka kidogo akamwambia, mama, Abby ndiye mwanamke niliyeamua kumuoa na hakuna kitu kitachobadilisha hili. Naomba niweke wazi, hii vita bado mbichi sana. Hilo ni timbuli la mama na mtoto bwana, tuache hao sasa. Kesho yake Mark na Abby walikuwa wanakwenda ofisini kwa Kim. Kim alikuwa ameshapanga mapambo na nini ili kuja kuonyesha mabosi. Abby alifurahi kuona yale mapambo na kila kitu kinaenda sawa. Lakini Mark kwa kawaida alikataa na kusema, hii idea mbona ya kawaida sana? Hata mimi sinaweza nikafanya. Watu wanazarau kazi za watu. Okay, sawa. Kim alijibu kwa ustadi, kama una wazo lingine niambie nitatengeneza. Mark alijibu kwa hasira, unataka nikufundishe kazi yako? Kama hauna ubunifu sema tu, tukatafute mtu mwingine, sio unatupotezea muda hapa. Hili limenumiza sana. Okay, sawa. Abby aliguswa sana akasema, kila siku lazima litokee tatizo kwa sababu ya harusi hii. Ikipita hili jambo tena kumshukuru Mungu kwa kweli. Okay, noma, sawa. Tondoke. Siku hiyo mama yake Mark alifika ofisini kwa Kim, alimwambia Kim, natamani sana uolewe na Mark. Umeonyesha heshima na ile siku mlivyoangaliana nyumbani macho kwa macho nilijua tu, ewa mashara, Mark amekuelewa. Nahitaji uolewe na mwanangu. Aisee mama mtata, ukipewa mama kama hawa wawili tu. Okay, noma. Kim alijibu, sidhani kama itawezekana, kwani nimelenga kazi ya kusimamia harusi ya Abby na Mark na si vinginevyo. Mazaka akaendelea kushusha sound akasema, mwanangu yupo single na wewe ndio special kwake, yani ni sawa sawa Mungu kakushusha kwa ajili yake. Kim akauliza, kwa nini mimi? Mama Mark alijibu, sasa hapa ndo mbuzi kafia kwa muuza bucha. Muonekano wako, urembo wako, the way unavuvutia, yani mwanaume yote akikuona tu anatamani awe na wewe. Kim alijua kinachoendelea, akaongea kimoyomoyo, inamaanisha leo ndo anajua nina thamani, wakati kipindi kile alinitukana sana. Kumbe hapa kuna connection fulani behind. Okay, sawa, tutajua kila kitu. Kim akaamua kumwambia, nimekuelewa, nipe muda wa kufikiria kuhusu swala hili. Mama Mark alijibu, sawa, nitafurahi sana ukiolewa na Mark. By the way ni noma. Siku iliyofuata Mark alijikuta akienda ofisini kwa Kim mwenyewe. Alifika na Kim akaanza kumtazama kwa macho ya mahaba, macho fulani hivi ya mapenzi, yani mazito. Akamsogelea karibu na hapo walipokutana likapigwa busu la tunda la Adam na Eva. Kwa kasi sana walijikuta wakielekea katika hisia nzito sana. Lakini Mark alionekana kuwa amechanganyikiwa tu paka alipomsikia Kim akimuita kwa jina lake. Kim alijua jambo akamwambia, Mark, umekuja kufuata nini hapa? Sijakualika ujue. Mark akiwa helewi alijibu kwa ukali, huwezi kuandaa harusi yangu, unafikiriaje kuandaa harusi ya ex-boyfriend wako? Kim alisisitiza kwa ukali, hii ni kazi yangu, tafadhali ondoka, sijakualika hapa. Okay, sawa. Mark alirudi nyumbani na Abby alimpokea kwa furaha. Baby, natamani tujiburudishe kidogo. Mark alicheka. Sawa baby, hamna kipingamizi, na pia nimekubali mpangaji wa harusi awe Kim. Abby alifurahi sana. Huku upande mwingine Kim alikuwa amemwalika Tola kwa chakula cha mchana. Tola alikuwa na hasira tangu siku ile Kim alipokataa kuvaa pete ya uchumba. Lakini leo Kim alionekana tofauti. Alimwambia Tola, miezi 6 inatosha bwana, na nimekubali univalishe pete ya uchumba. Tola alifurahi sana, alicheka kwa furaha, kuokota dodo chini ya mpela. Okay, sawa. Kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Wakati huo Abby na Mark walifika kwenye meza hiyo hiyo ambapo walikutana na Tola na walitambulishwa pale wakiwa wanakula. Abby alimuuliza Mark, unawajua hawa kabla sijakutambulisha? Mark alijibu, ndio namjua Kim. Abby akauliza, kivipi? Mark alijibu, tulikuwa pamoja kimahusiano. Hapo ndipo tembuli lilipoanza kuamka sasa. Abby alichafukwa sana. Akamuuliza Mark kwa hasira, ulikuwa unataka ex-girlfriend wako ndo aandae harusi yangu? Mark akamjibu, sio ex-girlfriend, ni ex-wife, maana tulioana kabisa. Abby alichanganyikiwa, asikwambie mtu, alikuwa kama chizi kabisa, aliguswa sana na hilo. Huku Tola akashindwa kuamini kilichokuwa kinaendelea.
yaendelea hapo. Uelewi eh? Basi bana, vilivyolala vikaamshwa. Kim alieleza kwa uchungu kwamba yeye na Mark walikuwa kwenye mahusiano, lakini mama yake Mark alimkataa kwa kusema yeye ni maskini, hivyo hakutaka awe na mwanake. Tola akaguswa na kile alichokisikia. Alimuuliza Kim, "Usiniambie, huyu ndio baba wa yule mtoto?" Mark alishtuka akamwambia Kim, "Una mtoto wangu?" Abi alizidi kushangaa na kuchanganyikiwa, akasema kwa hasira, "Mnaye hadi mtoto?" Hapo ndipo Abi alijua hili linamchoma moyo. Alijikuta akiondoka pale pale kwa hasira. Okay, kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake, sawa? Tola alimuuliza Kim kwa uchungu, "Kumbe na ndio maana umekubali nikuvishe pete ya uchumba kwa sababu unanipenda au kwa sababu umejua huna nafasi tena kwake?" Kim alishindwa kujibu, akakaa kimya. Usiku huo Mark alikufa moyo alipoenda kwa Abi na kumuomba msamaha, lakini Abi akasema, "Mark, ulikuwa unataka ex-wife wako ndo andae mpango wangu wa harusi. Nachotaka uniuache mahusiano na Kim." Mark alisista, "Siwezi kumwacha mtoto wangu wa kwanza na Kim." Ghafla mama yake Mark aliingia akauliza, "Mbona mnapiga makelele? Nini kimetokea hapa?" Abi akajibu kwa hasira, "Mwanao alitaka ex-wife wake apange harusi yangu na zaidi ya hayo wana mtoto kumbe." Mama yake Mark alishangaa, "Ex-wife yupi tena?" Mark alijibu kwa maumivu, "Ni Kim yule uliyemkataa na kumtukana. Sasa ana mtoto wangu." Ni noma. Okay sawa, siku iliyofuata mama yake Mark alifika ofisini kwa Kim akimwambia kwa hasira, "Kumbe una mjukuu wangu na umemweka mbali na baba yake kwa miaka yote hiyo?" Kim alijibu, "Kwa hiyo nikusaidiaje?" Mama Mark alikazia, "Huna haki za kufanya hivyo." Kim alijibu, "Nina haki zote kwa sababu mimi ndiye mama wa Brian na nina wajibu wa kumlinda na kumwepusha na maadui wote hao. Leo unajifanya unamtaka mtoto ili hali kipindi kile ulinikataa na kunitukana. Tafadhali ondoka, nina kazi nyingi sana za kufanya hapa." Okay sawa, by the way to move on. Siku moja Kim alipokea zawadi kutoka kwa Mark. Mida ya jioni Mark alikuwa na mazungumzo na Kim nyumbani kwake. Alimwambia Kim, "Naomba unisamehe, nataka turudi kwenye familia yetu kama mwanzo." Kim alikata shauri akimwambia Mark, "Hivi unajua maumivu ulionisababishia? Unadhani zawadi na maneno tu yatafanya kila kitu kitakuwa sawa?" Mark akamwambia, "Sitaondoka hapa mpaka unisamehe." Kim alijibu, "Sawa, karibu, we lala tu." Baadaye usiku Kim alizungumza na mama yake kuhusu familia ya Mark akisema wanamhitaji mtoto wao lakini sijui kama naweza kuwapa. Mama yake alijibu, "Wasamehe tu, waruhusu wamuone mtoto wao." Kim alijibu, "Ukumbuke walivyotufanyia." Mama yake akasema, "Usiweke vitu moyoni, tafadhali wasamehe, maisha yaendelee, turudi kama mwanzo." Okay, twende upande wa pili. Tola na Abi walikuwa wakiongea. Abi akamuuliza, "Vipi wewe na Kim? Bado upo naye?" Tola akajibu, "Hapana, siwezi kuwa mbadala wa mtu." Tola akauliza, "Na wewe vipi?" Abi akasema, "Naendelea naye lakini kila siku anazidi kubadilika tu." Okay, kama mapenzi yameanza kunoga upande wa pili huko Siku moja Kim alimsamehe Mark na kumwambia, "Nimemwambia Brian kila kitu kuhusu wewe na anataka kuongea na wewe." Mark alishtuka kidogo. Kim akamwambia, "Usiwe na shaka, ni mwanako huyo, be free." Mark aliguswa akasema, "Nitamuona lini?" Kim akajibu, "Yuko Canada na mama yangu. Utamuona kupitia live." Dogo alipiga simu bana. Kim akapokea na kumwambia, "Ongea na baba yako." Mark alishtuka kidogo lakini akaendelea na mazungumzo na mwanae. Alifurahi sana akiona mabadiliko ya ghafla. Baada ya muda alipigia simu mama yake ili aongee na mjukuu wake. Mama alitokwa na machozi sana ya furaha alipomuona mjukuu wake kwa mara ya kwanza. Okay sawa, usiku huo Mark alimwandalia Abi wine ili amuombe msamaha. Alimwambia kwa upole, "Nimekosa, tafadhali naomba unisamehe." Abi alijibu, "Nimekuelewa, lakini samani pia." Mark alishtuka na kuuliza, "Samani ya nini sasa?" Abi alisema, "Nimelala na Tola." Haya, Mark alishangaa, "Umefanya nini?" Abi alijibu, "Unashangaa nini? Ulitegemea mimi nikuabudu tu? Yaani wewe ulale na Kim halafu mimi nikubali tu nikuangalie?" Mark alikataa na kusema, "Hatujalala na Kim, sisi ni marafiki tu. Nimeshachoka, naenda kuchukua vitu vyangu na kuondoka. Nikuache wewe na Kim wako sasa." Abi alikwenda kwa Tola na kumwambia, "Nimeachana na Mark." Tola aliguswa na kushtuka, akijua kuwa yeye ndiye aliyesababisha hali hiyo. Hivyo alitaka kuomba msamaha, lakini Abi alimwangalia na kusema, "Usijali, sio kosa lako. Sisi wawili hatuhitaji tena urafiki. Mimi na wewe ni wapenzi kuanzia sasa. Ni utamu tu." Okay, tuachane nao basi hao. Mark alikutana na Kim akamwambia, "Nashukuru mimi na Abi tumeachana." Kim alishtuka na kuuliza, "Kwa sababu yangu au?" Mark akamjibu, "Hapana, sivyo. Abi amekosea, amefanya mapenzi na Tola." Kim aliguswa na kusema,
pole sana, nashindwa kusema lolote. Mark alimtazama Kim kwa macho ya shukrani, akasema, wewe na Brian ni sehemu ya maisha yangu na sitaki jambo lolote baya liwakute. Okay, by the way, mti umeanza kuzaa matunda. Kesho yake Mark alikutana na Kim na walikuwa wanapiga stories za hapa na pale. Mark alimwahidi Kim kwamba atafanya kila kitu wafurahi yeye na Brian. Kim alitabasamu na kusema, asante kwa upendo wako. Mark alikumbuka yote yaliyopita, akamwambia, nimekumisi sana na nakupenda sana. Nisamehe kwa yote niliyokufanyia. Kim alijibu, usijali baby, nakupenda pia. Mark alitoa tunda na kumlisha Kim, ishara ya upendo wao wa dhati. Mwezi mmoja ulipita bana, na leo Mark alifanya kitu cha kushangaza kwa Kim. Alienda kununua gari kali na la bei ghali sana kama sehemu ya kuonyesha upendo wa msamaha wake. Kim alijua kwamba ilikuwa ni ishara ya ukweli ya msamaha na alifurahi sana. Aliishiwa na maneno, lakini alijua kwamba Mark alikuwa na upendo wa dhati bana. So zikapita kama siku 2 hivi, Brian alitua mjini Lagos ili kuja kupata upendo wa baba na mama as a family. Utamu. So usiku mmoja Kim na mtoto wake walifika kwenye hafla aliyoalikwa na Mark. Walipofungua mlango walikabiliwa na jambo la kushangaza ambalo Kim hakuweza kuamini. Mark alikusudia kumshangaza na alipomwambia, "Je, utakubali kuolewa na mimi?" Hiyo anaita utamrudia ex wako au bora kufa. Naomba samahani, ambaye alisema hawezi kumrudia ex wake aje hapa aombe msamaha. Kim akiona mapenzi ya dhati kwenye macho ya Mark alijibu bila kusita. Ndio, akavishwa pete ya uchumba pale na kila kitu kikaenda sawa. Alifurahi sana. Furaha wawili hawa likapigwa busu la tunda la Adam na Eva likawaleta kati kama walivyo. Utamu. Na hapa ndo unakuwa mwisho wa kigongo hichi hapa. Lakini kabla hujaondoka mtu wangu wa nguvu, usisahau kusubscribe, kubonyeza notification bell ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification wakati wa video mpya itakapopanda. Ulikuwa na mimi Kipaji cha Kijiji, Toto Tundu, Instagram kule nafahamika kama JWG. Tukutane kwenye video nyingine, mpaka wakati mwingine. See you when you see me. Goodbye.